pale. Wanasema sana tu sasa sisi kwa watoto hatufai kukula chakula. Hata mimi nilikuwa nimepanga niwapige lakini roho yangu yani vile nikataza yani. Hakuna shida tungeze. Da. Mbona hapa wakati huo? Na hata mimi simwelewi. Kwa sababu jana hakufika kabisa hapa. Kwani hapa mahakamani twende zetu mpeleke dukani. Bwana mimi nimechoka sendi. Kwa nini wakadinali mbona usiwaelewi? Ngoja kwanza Moses. Nasikia fununu eti dada yako aliibiwa simu. Na ikapatikana mikononi mwako na anti yako. Je, unaweza kutuelezea ulipataje? Hata mimi nataka kujua. Ngoja nitege sikio. Ongea sasa. Hata mimi sijui ilikuja vipi mkononi kwangu. Hujui nini na wewe ni wewe. Tueleweshe iko kwenye mstari na sisi tuelewe. Nimewaambia sijui. Sasa hizi nzuri samani. Samani jirani yangu. Leo kuna swala takaje tulizungumzia hapa. Swala gani hilo? Nzuri sana. Swala hilo si baya vile na si zuri vile. Yaani kiufupi ile katikati. Je, unaweza uko busy? Hapana. Siko busy. Bosi, kusema kweli nimechoka, nimeshazunguka sana at least 4 hours pale, nimeshazunguka sana. Ujambo mwalimu, shikamoo. Waendeleaje hapa maskani? Yaani wewe ulipofika umekaa mwanzo ukajifikiria ndio unanisalimia, si ndio? Haya sawa, naomba unipatie pesa yangu tena ikiwa kamili. Sitaki ahadi zako za Kiswahili. Nadhani umenielewa. Haya, nipe pesa yangu. Lakini bosi mwanzio mimi mwanzio nilikuwa naumwa. Sasa ndio nikachukua ile hela ya jana nikaenda nikajitibia. Unadhani mimi sijui tabia yako? Nasikia fununu kuwa simu yenu mlipata na ilipatikana katika mikono ya Moses. Hivi je, unaweza kunielezea mlipata hiyo simu? Hata mimi sielewi. Kwa sababu hiyo siku nilimueleza Moses kila kitu. Na akasema kwa ataniletea hiyo simu. Kidogo kidogo hivi namuona amekuja na shangazi Isha akiwa amebeba hiyo simu. Hata mimi sielewi vile endaje. Labda Moses ulimuuliza kwa simu alipataje? Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho alinifuata akaniulizia kuhusu rafiki yangu na nilishindwa kumuelewa. Akanifuata tena akaja, ndio sasa nikajua kuwa simu yenu imeibwa. Akaniuliza kuhusu rafiki yangu kwao. Sikuwa na budi kumuelezea. Na nilipomfuata rafiki yangu nilienda nikamkosa. Na hata sasa hivi nashinda kuelewa. Jana uliokotoka huko kwenye mtaro ulikuwa umelewa. Hivi unaniambia ulikuwa waumwa kweli? Maskini ya Mungu. Hao watu waliokuambia wewe, yani kiufupi hapo mimi naona mimi walikuwa wananionea wivu. Wivu mama, wivu. Yaani kusema kweli bosi, mimi hapa
sijawahi fanya hivyo vitu kabisa. Wananionea wivu mimi, ninachekaga tu. Hiyo kwa kweli si kweli. Si kweli bosi wangu. Sitaki kuelewa. Juu na kuelewa. Sasa sikiliza. Nipe kila kitu changu. Alafu tuwe tumemalizana. Maana naona umeshindwa na kazi. Vile nafikiria tunazidi kuumwa na kichwa kabisa, kwa sababu hao watu walioniibia ni wakubwa na haiwezekani kwa Moses alienda kuambia wampatie simu akachukua kampatie. Japo ukilinganisha matukio yote matatu hayo, kuja kumuulizia rafiki yangu nyumbani kwao, na la pili kupatikana simu katika mikono yake, hasa ile tatu ndio linachanganya kabisa. Mimi kutumwona rafiki yangu, nijaribu kumpigia simu ile inaita lakini haishikwi. Hivi hapo usomi chochote hapo? Hata mimi siku hizi simuelewi, kwa sababu Moses amebadilika kabisa, anafanya mambo ya ajabu ajabu. Isitoshe hapendi kuona kitu chochote kibaya kimetokea nyumbani. Sasa itabidi umuulize Moses, na mimi nitafutia rafiki yangu nijue aliko. Sawa? Sawa. Acha basi niende. Kusema kweli bosi, yani hapo sio sawa kabisa. Kwa sababu gani? Mimi hiyo kazi ni yani nishaizoea, unaona? Paka yani mmenifanya mimi niko na jina jipya sasa hivi. Wakiniona wananiita Romy Ice, unaona? Romy Ice. Sasa wewe ukiniachisha hii kazi mimi nitakuwa mtapia mlo. Unaona sasa? Na mimi sasa sitaki kuwa mtapia mlo kabisa yani. Yaani kusema kweli bosi, yani hapo sio sawa. Wananisingizia tu, mimi sijafanya kitu chochote. Mimi nirudishe kazi bana. Mimi siwezi acha hii kazi. Nishakuvumilia sana. Yaani ukipata pesa tu unakimbilia vitu vyako. Mpaka mwili wako huhurumii. Hebu kwanza ondoka hapa. Kwa hiyo sasa bosi, isha hapo. Yaani wanataka mimi niwe sasa mtapia mlo sasa. Sio fresh hiyo. Ile niringeshe tu kazi. Kama pombe mimi nitaacha. Nasema kweli mimi pombe nitaacha. Kwanza leo mimi ni pastor. Yaani nitaongea yani speaking tongue ile sijui lugha gani, raibo kaya matatu nini, raipo kala saa ile. Mimi ni pastor kweli, raibo. Boss mimi yani sitaki kuacha kazi. Sitaki kuwa mtapia mlo kabisa. Hapo. We, hata ukiwa pastor uwe shehe. Haya nihusu. Hebu kwanza ondoka. Mara ngapi nimekukanya na huachi? Hebu kwanza ondoka hapa. Lakini bosi sio sawa, bwana usinifukuze kazi. Lakini sawa, lakini sawa, ninachikaga tu. Basi niachie ile hapa nikauzia mafuta 5 kama nalochukua. Lakini sio sawa venye wafanya hivyo. Yaani bosi mimi wanafanya hivi yani. Kwenda huko. Nione. Huyo. Nenda kujiua. Nenda kujiua. Bagu kundumishi bagu traga zad traga grishu snakura naga shaba
Bagu kundo mishi bagu Zatraga ai Zatraga risu Snakoga Utmunaka. Bro, mbona unaangalia sana namna hiyo? Umenimind au umetoka na tatizo? Sasa hapo nilikuwa nataka kuniuliza kwa nini unakuangalia sana? Sawa, mimi nataka kujua kwa nini ulikuwa niangalia sana muda wote ule, au atakamlishono? Oya we, matusi sitaki. Mbona kutoka tupeleke ule mzigo mbona sija kuelewa? Peleke na rada. Sina formation yoyote. Basi kuelewe au kunaendelea nini? Hapo mwanangu mimi matusi mimi sitaki. Nilikwambia matusi mimi sitaki. Mpatie fomu. Mimi mzigo tulipeleka mimi na wewe na sasa mimi sikuelewe kwa sababu gani? Sijui hata nikwambie nini. Kwa nini sasa? Kwa buda. Cheki history dogo, itahitaji muda kidogo. Maana ukiangalia history ndefu sana kuelezea. Sasa mimi naomba unieleze sasa vipi nianze A mpaka Z kunaendelea nini? Tumefika waziri. Mbona ghafla? Kwani kuna tatizo? Tuambie waziri. Mkoko umeanza kualika maua. Wameanza kurudi tena. Kumaanisha nini? Waziri, usituweke kwenye giza. Kwani kumetokea nini? Waziri, ninafikiria ndicho ama sicho. Acha bembembe. Narudia. Acha bembembe. Ukimaanisha tukimwacha aendelee kuishi, atakuja atupelekee moto. Narudia. Atakuja atupelekee moto. Sisi wenye giza ndiyo nuru yetu. Nataka tukonke hichi kijiji kiwe kwenye himaya yetu. Ina maana kale katoto ni nyoka? Buda, fanya vitu na kufikiria buda. Fanya vitu na kufikiria fast. Au cheki. Mimi nakwambia hivi. Mzigo sijaenda chukua. Na pia ule kati ya yale mazingira nilienda ona kule si ya kuhadithiki. Yaani si ya kuelezea yani. Na pia nakushauri buda. Achana na ile dili. Na mimi najikata kabisa kwenye ile dili, sitafanya kabisa dili zozote. Nilikwambia. Oya we. Mimi sitaki cha muda mrefu au kidogo. Mimi patie changu mimi ondoke. Wiki ngapi sasa hii? Zishapita. Cheki, kama ushapewa mzigo mwanangu mpatie changu mimi niende zangu. Hakuna kudanganyana hapa sijui nini, stories za nini. Sasa kama wewe ushatumia hizo pesa au nini mzigo wangu, kwa pole, mpatie mzigo wangu nishaenda zangu mbali sana. Dogo, we, changamka babu. Sitaki mastori mengi. Sijui nini.
wema wowote, sijui nini. Mimi nataka pesa yangu, mzigo mpatie. Sawa? Sawa, editiza huku na huku, sijui nini, mpeleke hivi. Hayo mambo mengine ya kitoto mwanzo. Mimi nimekuambia, cheki, achana nayo, usimfuatilie sana yule bro. Maana kule tulienda fanya yani yule uchafu dogo, sikuwa kuingilika kabisa. Hata ungejua kabisa ni vile vilifanyika, hata ungeka hapa na kunielezea story kama. Oya wewe, Hatutaki ili jambo liwe kama mwanzo. Sisi ndio watawala hiki kijiji, hawatatuweza. Mimi siamini binadamu wa kawaida. Sisi ndio wamiliki. Nendeni mkachunguze kwa kina. Kama kawaida yangu, taarifa spendi za mkato. Narudia, taarifa spendi za mkato. Nikirudi ulingoni, basi kazi yangu itaanzia hapo. Na msisahau, sisi ndio wamiliki halali wa hiki kijiji. Narudia, sisi ndio wamiliki halali wa hiki kijiji. Tunalijua hilo, tushaliweka kwenye akili. Waziri, na wewe binadamu yuko wapi? Mari. Nimekwambia acha mbembembe. Narudia, acha mbembembe. Tuliza kidunda mdundo. Apotea. Sawa waziri. Naima, tunaanzia wapi? Waziri amesema wache mbembembe. Kumaanisha nini? Hakuna manispa mshamba. Sitaki kuambia sijui mazingira yenda hivi na hivi. Oya wewe, kama ulipa mzigo babu, naomba unigawie changu. Na kama hujapewa, utafuatilia mwenyewe. Jua hata FB kwenyewe mimi nilikuwa sikupata. Sijui kwa nini. Changu hujampatia, kunitumia hujanitumia. FB kwenyewe huku kwenye online mimi nakukosa huku. Sijui kwa nini. Sikuelewi kabisa dogo langu. Wewe kama kazi imekushinda niachie mwenyewe. Bro, check. Usifanye kitu ambacho baadaye utajuta. Kabisa. You got a minute. Some hunk Bruce Lee. Kwa tunakuyo mbea vitu vyako. Dogo. Kwa wewe ndio umesema mimi sindi. Polisi lao shinda sana kama umejua. Mimi swali Rome K W7 mswali chuma mswali kameleka wewe nitega sindio? Polisi ndio nitega shinda sana mimi. Hivi Romi, yaani huoni aibu wewe? Kuja silaza manyasini tu. Yaani mtu mzima na akili zako. Manyasini kuongea mambo ambayo haeleweki. Afu unatarajia mtu mdogo akusalimia shikamoo mtu kama wewe. Jaribu kujiheshimu basi. Hivi wewe dogo. Unakuja hapa unanichega mimi na mkuka chini. Alafu unaleta mimi mtoto mdogo shikamoo. Ama
masikio yangu ndo anasikia masikio yangu asikia vibaya. Wewe yeye anakuheshimu wewe. Wewe mama wewe anakuheshimu. Sikiliza dogo. Aishana wewe. Usitake hapa ni kupiga mangumi ya kichani kuvunja fuvu la kichwa wewe. Unasikia dogo? Romi, yaani umekunywa pombe? Fadhali ukafocus na kazi yako kuuza barafu. Sina kazi yenyewe kwa kuwa na msichana ya kuuza barafu. Na utarajia ujitoe baba mbeleni. Inatuuma sana sisi kama vijana. Sasa sikiliza. Hiyo kazi mimi kuongea na Aisha. Sababu kwanza nguo zenyewe hubadilishi. Wanuka shombo la samaki. Utakuwaje wewe? Wewe dogo wewe. Kwa nini tukakuengelea sana? Wasemaje hapo? Moses, unaonekana mwenye kuenjoy sana ukila barafu, si ndio? Hata mwenyewe hajihurumii kabisa. Juzi tu alikuwa anakohoa mpaka alikuwa anamhurumia. Dada, jana sikula, ni leo tu. Si ndio auntie? Ndiyo, lakini jihurumie hata kidogo. Sawa baba? Sawa auntie, nikuulize kitu. Mimi kuna pombe nini? Niko nganga kabisa. Afu kisha usinita hiyo mambo siwe ya Isa Sengaje. Mambo clutch. Usinitaje mambo ya Isa kabisa. Nataka kusibu hiyo. Mimi hapa nataka nimuoe. Au bibi yangu, mke wangu, au mama wake. Afu wewe unakuja kuniambia si mambo ya kuzarafu nini? Kwanza kwa kazi yenyewe kanzimo. Usibiana nifanye. Afu fuma mume wako. Wewe si yaelewa. Niko sema kabisa. Ramsale. Mashagaga tu. Hebu ngoe tuelewane. Wewe umeisha ama Aisha kwa wewe? Asikiliza, wewe kama kijana mwenzangu. Achana na pombe. Fanya kazi yako. Kwanza kazi unayofanya usidharau sana. Alafu ujingarishe. Wasina wazuri duniani wako. Watakuja tu pole pole. Hapo nini? Sasa hivi ukinywa pombe utashikwa na liver cirrhosis. Liver cirrhosis itakuharibia mapafu. Logo wafikia kasi mpaka wanzarau mimi, si ndio? Isha na mimi. Bwana. Afu kisha unaongea Kiingereza. Unanifanya mimi sikuwa shule, si ndio? Let me tell you, my friend. This life is very pragmatically and complex, conservative and promising in Francom, which has been squinting in my life, you know. So you have to squeeze, barium process, which can you secret yourself, you know. Let me show you. Me and this I'm feeling very supercalifragistic. Live with me. Let me show that's peace. And nitakusibu you. Wewe unatokea. Sasa wewe sikiliza. Nimekushauri tu friend. Cheki notice chako cha mwongi cheki simu chako hapo cheki sipele hata moja. Kwa hiyo cheki baki na maisha yako. Sitaki kushauriwa. Baki na maisha yako. Kwanza huko ikisimaji hoho pilipili manga wewe. Tusi kabisa. Moses, mbona usiniulize mimi sasa? Ama ni vile nimekuingilia? Hata sio hivyo dada. Kibibi, acha wivu huko. Hebu niulize baba. Sawa, unaweza kuniambia wazazi wetu alikuwaje? Sitaki tena kusikia unaniuliza au hata kutaja majina yao. Tunaelewana? Lakini auntie,
Kwani kuna shida? Hivyo ndio nimesema. Kwanza tuachane na hayo. Na surprise yenu. Surprise? Ndiyo. Surprise gani hiyo? Usijali, nitajua tu. Sawa. Nataka kujua sahihi. Utajua hivi karibuni. Sawa baba. Surprise! Karibu gizani. Na giza ndo nuru. Oya, acheni kunimbia tarabu. Wacha kitenge kwa wapi? Sinaongelesha. Oya dogo, waziri anasema hataki mbe. Oya we, ni watoto. Sijakuja hapa kusikiliza ngojera zenu. Oya we, wacha uniambie ni kitenge kwa wapi? Mari, tufanye mkoko alike maua. Natumai waziri atafurahia. Oya we, sina muda wa kuharibu. Utafanya kitendo kibaya sasa hivi. Njoo jaribu bahati yako.